Habari yako? Salama. Kwema? Kwema, karibu. Asante. Samahani kwa usumbufu. Bila samahani. Mimi naitwa Kivo. Ya. Naitwa Kivo. Ni rafiki wa Kusmata, sijui unamfahamu? Na Kusmata namjua. Unamjua? Basi mimi ndo rafiki yake pendwa kabisa. Rafiki yake. Mimi rafiki yake toka zamani. Toka zamani. Toka miaka hii tupo wadogo. Yaani tuna picha zetu tumeweka kwenye album, tupo wawili tu. Bwana mimi ni rafiki yake wa damu. Sije kujua labda mimi ni mwizi au ni muuni tu. Kwanza samahani kwa kukusumbua asubuhi. Bila samahani. Samahani. Shemeji. Yupo? Bado hajaamka lakini. So data. Utata kawaida yake. Kwa sababu unajua mimi naye atufahamiane, kwa anaweza akatoka hajanijua akajua labda nimekufuata nini, unajua mahusiano kuna muda watu wana wivu sana. Sasa bwana niende kwenye pointi nisiongee sana. Mimi ujio wangu hapa ni wewe kutii shurti bila kutii amri bila kushurutishwa, wanasemaga hivyo. Kwa hiyo yani hii ni lazima. Sio yali, sio nini, ni lazima kwa sababu nasemaje ni lazima? Kwa sababu ulipopewa, sawa? Ulipewa kwa nia nzuri kama wewe ulivyoomba. Ndio maana mtu akakupa. Sasa nashangaa kwenye kurudisha hicho kitu ikawa kuna ugumu ndani yake. Sasa kwa yeye jinsi alivyonielezea, ameniambia inapita takribani miezi 7 sasa hivi. Hakuna njia yoyote unayoonyesha, hakuna matumaini yoyote unayoonyesha kwake. Mpaka sasa hivi amebaki kwenye taharuki. Yaani ni hayazungumziki kiufupi. Kwa hiyo ameweza kunielekeza mimi kama kijana mwenzie, kama rafiki yake, kama mtetezi wake. Sasa sijajua kwa wewe unafikiriaje na ulimwaziaje? Yaani mimi nashangaa sana. Nimeshaongea naye na nikamwambia hiyo pesa nitampa siku mbili hizi. Kwa sasa sina. Nimeshaongea naye na akaitikia. Sijajua wewe umetumwa kama nani? Sawa, umeniambia rafiki yake. Ujio wako sijautegemea wala sijautarajia. Ujio wangu mimi. Na nashangaa sijui huna kazi za kufanya. Yaani we mtu unatumwa tu from nowhere kadai hela. Humjui mtu ni nani, ni mtu ni aina gani, kwake kuna mazingira gani. Una hata uoga. Hata uogopi. Saa hizi asubuhi majumba ya watu nakuja kugonga, nimetumwa mimi rafiki yangu. Uko sawa kweli? Hapa ipo hivi. Mimi hapa natumia ustaarabu. Ndio maana hata nilivyokuja kwako nimegonga mlango kiustaarabu, ukatoka kiustaarabu na tukaanza kuongea kiustaarabu. Lakini kadri inavyozidi kwenda sasa, wewe unatoka kwenye ustaarabu, unakuwa kama mtu ambaye ametoka kilabuni sasa kashalewa anataka kugombana na mtu, azozane na mtu. Umesikia dadangu, mimi ni mtu mmoja ambaye ni mbaya sana. Mimi na rafiki yangu kuniambia mimi nije kuichukua hii pesa kwako wewe ni hajafanya makosa. Kwa sababu gani? Unapoazimwa pesa kwa muda fulani, basi inabidi uilipe kwa muda ambao wewe umebageni naye. Sasa sio vizuri eti muda ambao umebageni nao umepita alafu ukampotezea, kwa sababu amenituma mimi, yeye uso wake sasa hivi ni unaona aibu kukudai. Kwa sababu anasema ameshakudai sana na kuna muda wewe ni mtoto wa kike. Kwanza imefikia hatua gani wewe mtoto wa kike unaenda kukopa hela wakati wewe una mwanaume wako? Hii imekaaje? Ina maana pia unakuwa unamzoofisha mwanaume wako aonekane hana hela, ila hela anayo mtu mwingine. Hiyo tumepeana vipi? Kanipaje? Pesa ilikuwaje? Anajua yeye, ndo maana yeye mwenyewe hawezi kuja kunidai na hajawahi kutoa mguu wake huko kwao kuja kwangu hapa kunidai pesa. Na kushangaa wewe. Alafu sio kwamba nimetoka kilabuni, mimi nitakuwa nimeamka na pombe. Sio, umenielewa Nitakuwa nimeamka na pombe. Kwa hiyo mimi siogopi chochote.
sababu yeye mwenyewe anashindwa. Wewe umekuja hapa kama mjumbe, ndio unaanza kutoa sheria zako kama hiyo pesa ya kwako wewe, wakati pesa yenyewe umetumwa. Mimi sina hela ya kukupa wewe, nilipoahidiana naye ndio nitampa, lakini sio kwa kutaka wewe nikupe ndio nikupe, hapana. Okay. Ujue nyinyi watu mnaokopeshwa hela mnakuwaga mna mazoea mabaya sana. Mnakuwaga mna mazoea mabaya sana. Ujue hela unapokopeshwa hivi inaonekana ni hela fulani ambayo yule jamaa hana kazi nayo. Ndio maana hata kwenye ulipaji inakuwa ni hafifu. Sasa bwana, mimi nimetumwa kama brigadia na nimekuja kuchunguza pia, kuangalia mandhari na ramani ya hapa kwenye hii nyumba. Kwa hiyo mwenyewe anapajua vizuri sana, ndio maana kakuelekeza kufanya kitu chochote. Sasa labda mimi niseme hivi, si nimekuja kiustaarabu, kwa sababu hili swala mimi ndo kaniambia nilivalie njuga. Kwa mimi nimelivalia njuga kama rafiki yangu sana, kama mwanangu sana, kwa sababu kashaniambia yeye amechoka kukudai wewe na kashamwachia Mungu. Mimi nikamwambia hakuna kumwachia Mungu, huyo mwanamke anatoa hiyo hela, yani kivyo vyote lazima utoe hela. Mimi bwana naondoka na kuacha wewe endelee na mambo yako, sawa? Ila nadhani leo jioni hiyo hela iwe ishakuja na kuelekeza sehemu ya kuileta hiyo hela. Nitakuelekeza ni pale kwake Jay anapokaa. Mimi nipo, utanikuta. Nisikilize dadangu, hizo dharau sasa. Sijamaliza kuongea. Mimi nimetumwa, sio kwamba sina. Naona unatupotezea muda. Mimi nishakwambia kila kitu. Pesa sina. Huyo Jay mwambie aje mwenyewe. Kwa nini kashindwa kuja mwenyewe na kutuma wewe? Ameshindwa kuja mwenyewe. Yeye ndo ananijua na hapa anapajua. Kwa hiyo mwambie aje yeye. Yaani wewe unapoenda, wewe si ndo mjumbe ndio? Kamjibu, kamwambie unaambiwa nenda mwenyewe. Mimi mjumbe hapana, sio mjumbe ndio. Sawa, basi kamwambie aje mwenyewe. Siwezi kwa ndio. Mimi sina hela. Na kama umetumwa wewe brigadia, mimi nakusubiri muda huo. Mimi nipo kokote. Mimi ni brigadia. Na hata nikisema nitumie vyo vyangu nitakufunga, kwa sababu hii kesi inabidi niipeleke. Na hiyo afungwi, hela anapata wapi? Umeona? Yule alisema anamwachia Mungu, lakini mimi nikamwambia hiyo hela ni nyingi sana. Milioni 1 ni hela nyingi sana. Si umeelewa? Kwa usawa huu mtu anakukopesha milioni 1. 1 milioni 1. Kweli dada, ndo umeenda labda umepaua nyumba yako hii, labda tuseme milioni 1 ile amekuazima. Umemaliza nyumba yako. Aya, mwenzio mbona hujamlipa hela yake? Na yeye alichoniambia mimi namwachia Mungu, nikamwambia hakuna kumwachia Mungu jambo kama hilo. Mimi rafiki yako na hilo jambo nitalisimamia. Mimi kama brigadia, hiyo hela inarudi. Hela ina miezi 7. Wewe kamwambia mimi sina hela, nishamwambia nitampa. Kwanza unakopa vipi wakati mmeo yeye anafanya kazi? Unakopaje hela za yeye ndo anajua sisi hiyo hela tumetianaje, ndio maana kakutuma yeye. Kama yeye anaona aibu, anajua kwa nini hiyo hela nimeshirisha kumpa na kwa sababu gani. Wewe si umetumwa, yeye kampe, atakwambia majibu kamili. Sasa umesikia dada? Umesikia? Mimi kama hujaleta hiyo hela jioni, mimi nipo utanikuta. Nikija hapa sasa hivi nakuja na ulinzi shirikishi, nakuja na polisi, nakuja na wagambo, nakuja na mwanajeshi. Babangu mdogo mimi mwanajeshi. Usimsahau mjumbe wa nyumba 10, umemsahau kwenye listi yako.